nitaangazia kisa cha mtu ambaye anatajwa kwamba ni mtu mwovu zaidi duniani kote, na alijulikana kuwa ni jasusi wa serikali. Ni moja kati ya watu wenye utata zaidi kuwahi kutokea katika karne ya 20. Kwa wengine walimuona kama ni mtu mwenye nidhamu ya juu, mwandishi hodari, na kwa wengine walimuona kama ni mtu ambaye alikuwa anajipenda kupita kiasi, mlevi, mtumiaji wa madawa ya kulevya, mtu ambaye hakuona shida kusema kwamba yeye alikuwa na upenda uchawi, mtu aliyetajwa kuzungumza na shetani. Mtu huyu licha ya kwamba alizaliwa katika familia kali ya Kikristo, lakini aliamua kufuata mkondo wa hatima ya maisha yake mengine kabisa. Mbali na familia yake, alikuwa ni mwanzilishi wa dini ya Thelema, mchapishaji wa vitabu kuhusiana na uchawi na mambo ya ajabu yasiyokuwa ya kawaida. Huyu sio mwingine, ni Aleister Crowley ama The Beast 666. Karibu. Aleister Crowley alizaliwa tarehe 12 Oktoba 1875 katika mji mdogo huko Uingereza. Jina lake la kuzaliwa alikuwa anajulikana kama Edward Alexander Crowley. Alizaliwa katika familia ya Kikristo na baba yake alikuwa ni mhubiri. Kwa mujibu wa simulizi, mzee wake alikuwa anasimamia vikali sana mafunzo na maandiko ya Biblia. Aliamini zaidi kwamba kilichoandikwa kwenye Biblia kinafaa kufuatwa hivyo hivyo jinsi kilivyoandikwa. Kabla ya kuhamia katika dini, baba yake Edward pamoja na familia nzima walikuwa na urithi wa mali ya kiwanda cha bia. Lakini mzee wake, baada ya kufuata muongo wa kuwa mhubiri na kufuata maandiko ya Biblia, aliamua kuachilia mbali urithi huu kwa sababu aliamini mali pamoja na utajiri ni kizuizi kikubwa sana cha kutokumtii Mwenyezi Mungu. Familia hiyo ilikuwa ni sehemu ya kundi la Kikristo lenye misimamo mikali linalojulikana kwa jina la The Plymouth Brethren. Wao hawakuamini sana kuwa na makanisa yaliyopangwa, yaani kuwa na jumba la kuabudia. Waliamini kwamba kufanya hivyo ni kinyume cha kumtii Mwenyezi Mungu. Kazi ya uhubiri wa babake Edward ilisimama ghafla baada ya mzee wake kuwa amefariki kutokana na saratani ya ulimi. Edward katika masomo alisoma katika shule mbalimbali sana za bweni. Alikuwa ni mtoto mwenye tabia ya ajabu kidogo. Alipendelea kuwa peke yake muda mwingi sana. Kutokana na hali hii, mara nyingi alikabiliwa na kudhalilishwa, na sio na wanafunzi tu, bali hata walimu wake yeye mwenyewe. Katika makuzi yake, Edward aliingia katika kipindi kigumu sana baada ya kwenda kuishi na mjomba wake mbali na familia yake. Hapa ndipo ambapo maisha yake yalianza kufuata mkondo ambao haukuwa mkondo wa familia yake. Alipendelea kupanda mlima, alipendelea kununua makahaba. Wakati huo huo, mara nyingi alikamatwa na kesi za kuvuta sigara, kunywa pombe, na kama hiyo haitoshi, alianza kuhoji kuhusiana na mafundisho ya Biblia. Kuna mambo ambayo yeye aliyaona hayana mantiki. Kitendo cha Edward kuishi mbali na familia yake ya kidini yenye misimamo mikali kuhusiana na Ukristo kilipelekea mbali sana imani yake kujitenga na yeye. Aliporudi nyumbani kwa mama yake kwa mara ya kwanza, mama yake, kutokana na kumuona kijana wake ana matendo ya ajabu, aliamua kumuita kijana wake The Beast. Licha ya kupewa jina baya kama hili, lakini Edward jina hili yeye alilifurahia sana. Baada ya kufikisha miaka 20, alikuwa akisoma sayansi ya asili. Edward aliamua kuachana na jina lake ambalo alipewa na familia yake, akaamua kujiita Aleister. Kipindi hiki akiwa bado ni kinda mdogo, aliamua kuanzisha uhusiano na mtu mwenye jinsia kama yake aliyekuwa anaitwa Albert Plotti. Uhusiano huu haukwenda kwa muda mrefu sana, ulienda mpaka mwaka 1898. Mapenzi yake binafsi yaliamua kuhama na kuanza kufuata mkondo wa kupenda sana kusoma vitabu. Kipindi hiki Edward alipenda sana kusoma vitabu vya dini mbalimbali. Mambo ambayo alikuwa anapenda sana kujifunza yalikuwa ni mambo ya kiroho. Alitumia muda mwingi sana maktaba kuliko kutumia muda mwingi na mpenzi wake, na ndiyo maana mahusiano yake yalianza kutetemeka na kuvunjika kabisa. Uhusiano wa kupenda yeye kusoma vitabu na kukaa muda mwingi sana maktaba uliongezeka zaidi na zaidi, lakini ghafla tu akili yake ilianza kusoma na kupendezwa sana na vitabu ambavyo vilikuwa vinahusiana na mambo ya kiroho nje na mambo ya kidini. Yaani hapa alianza kuvutiwa na kusoma mambo ya kidunia zaidi. Alisoma vitabu vya giza, vitabu vya kichawi, na alipendelea zaidi kusoma kitabu cha karne ya 16, kitabu chenye maelezo kuhusiana na uchawi, utaratibu na viumbe vya giza, kitabu cha The Letter Key of Solomon.
Udadisi wake juu ya uchawi na mambo ya giza ulimgeuza kabisa na kumfanya kuwa mtumwa wa kufuata maarifa hayo ili kuyajua zaidi na kiundani zaidi. Kipindi hiki alikuwa na pesa za urithi wa mali ya baba yake. Hili halikumpa shida. Utajiri huu ulimpa ruhusa wa yeye kusafiri duniani kote, kufuata burudani zake yeye kwa gharama kubwa aliyokuwa anapenda yeye mwenyewe kutumia. Na jambo alilolipenda zaidi Edward ilikuwa ni kupanda mlima, na jambo hili lilimfanya apendwe na watu wengi wenye jamii ya kupenda kupanda mlima. Ulipofika mnamo mwaka 1898 alijiunga na kundi linaloaminika kwamba lilikuwa ni kundi la kichawi lililokuwa linaitwa The Order of the Golden Dawn, kama njia ya kujiimarisha zaidi uhusiano wake na uchawi. Kuonyesha kwamba jinsi gani alipenda sana uchawi, aliamua kujipa jina jingine, Frata Parabo. Jina likuwa lina maana kwamba nitadumu hadi mwisho. Hiki kilikuwa ni kama kiapo juu ya uhusiano wake yeye na uchawi. Edward alivutia watu wengi sana waliokuwa wakimzunguka. Hili lilimfanya awe na hadhi kubwa sana ndani ya kundi, na jambo hili likaanza kuleta shida sana. Ni kwa sababu ya mtindo wake wa maisha. Edward alipenda ulevi, Edward alipenda sigara, Edward alipenda mapenzi ya jinsia sawa na yake. Japo katika kundi hili alijitahidi sana kufuata mafundisho ili aweze kuongea na malaika wake, malaika mlezi, malaika ambaye aliaminika kulea wachawi wengi. Licha ya jitihada zake nyingi za kupambana ili kufanikisha kuongea na malaika mlezi, hakufanikisha hata moja kati ya ibada zake zote, lakini hili halikumfanya akate tamaa. Licha ya yeye kupenda kujifunza sana mambo ya giza, alipenda sana mijadala chunganishi, na hili jambo lilifarakanisha wanachama katika kundi lake na kuanza kugombana. Wengi walianza kumuona kama ni mtu mwenye tamaa sana kupita kiasi, mtu aliyependa kudhibiti watu wengine. Kulingana na tabia zake, wengi ndani ya kundi walianza kumkataa na alianza kukataliwa kupandishwa cheo, kupewa hadhi ndani ya kundi. Mgawanyiko ulitokea zaidi ndani ya kundi kutokana na Aletha, na ilipofika mnamo mwaka 1900 aliamua kuondoka ndani ya kundi hilo. Mwaka 1903 alirudi Uingereza. Hapa akawa amekutana na mwanamke anajulikana kwa jina la Rose Kelly. Rose alikuwa ni dada wa rafiki yake Chloe. Walipendana na wakaoana, na katika ndoa yao, safari yao iliwapeleka hadi Misri. Safari hii iliathiri maisha yao kwa kina. Kwa nini? Ni kwa sababu kipindi hiki ndicho ambacho Edward alifanikiwa kuwasiliana na malaika wake mlezi, malaika anayehusika na mambo ya kichawi. Baada ya ibada fulani ambayo Rose alionekana kuingiwa na roho ambayo hakuweza kuidhibiti, roho iliyomcontrol, na akawa amemuonesha ishara fulani. Wote ikabidi kusafiri mpaka Misri, ambapo mwanamke huyu alionyesha sanamu ya mungu wa kale Horus. Aliashiria kwamba sanamu hii ndiyo aliyokuwa akizungumza nayo, sanamu hii ikisema kwamba ina maono na ina mambo ambayo inahitaji kumpatia Edward. Edward aliona kama hii ni ushahidi wa moja kwa moja wa kuwasiliana na roho, na ibada zake zilianza mara moja juu ya mungu huyu wa Misri. Mke wake Edward aliamua kumfundisha maagizo ya mungu huyo na namna sahihi ya kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Na baada ya kupata maarifa haya, Chloe alifanya ibada yake mpya na kujaribu kuwasiliana na kumuita tena malaika wake mlezi. Na awamu hii, kwa mujibu wake, kweli alifanikiwa kuzungumza na malaika mlezi. Kulingana na Aresta, mambo aliyoyapata kutoka kwa malaika wake, alijifunza falsafa mpya, akiambiwa kwamba fanya mapenzi yako zaidi ili iwe sheria yako pekee. Chloe alitafasiri hili katika kitabu chake kipya kilichojulikana kwa jina la The Book of the Law. Fanya mapenzi yako zaidi ili iwe sheria yako pekee. Yaani, kama unaamua kuwa mlevi haswa haswa, iwe ndiyo sheria yako. Kama unaamua kuwa mzinzi haswa haswa, hiyo iwe ndiyo sheria yako. Katika ndoa ya Rose pamoja na Chloe walifanikiwa kupata watoto wawili. Kama wasemavyo Waswahili wote, asili haipotei kamwe. Licha ya sifa nyingi zote, bado tabia yake ya uasherati, uzinzi, ulevi, uvutaji moshi na mapenzi ya jinsia moja bado ilikuwa kando la yeye. Alisafirisha mara kwa mara familia yake ili yeye apate nafasi ya kukutana na vimada vyake vya zamani, na tabia hii ilikuwa ni tabia yake endelevu. Mnamo mwaka 1907 Chloe aliandika kitabu kingine cha uchawi 777 na akaamua kuunda chama chake kingine cha siri, Argentum Astrum, jina la Kilatini likiwa na maana kwamba nyota ya fedha. Kutokana na umaarufu wa Chloe katika jamii ya uchawi,
Kundi lake ama jamii yake ya siri iliyokuwa inajulikana kwa jina la kifupi AAA ilikuwa haraka sana na ikapata idadi kubwa sana ya wanachama. Shughuli nyingi za kikundi hiki zilikuwa zinatokana na yale aliyojifunza katika chama ama katika kundi jingine la kichawi Golden Dawn, lakini pia alijumuisha ibada zake binafsi kulingana na yale aliyoyapata kutoka kwa malaika wake mlezi, akiwa kama kiongozi wa dini yake mwenyewe, akiwa na falsafa zake mwenyewe, falsafa zilizomruhusu kutimiza matendo yake maovu, ulevi pamoja na usaliti juu ya ndoa yake. Chloe alifurahi sana maisha yake ya kifahari. Aliendelea kusafiri duniani kote. Uhusiano wake wa kimapenzi pamoja na wanaume uliendelea kama kawaida. Ndoa yake pamoja na Rose iliangukia katika taraka. Wanasema kwamba nyani halioni kundule. Hili ndilo lililotokea kwa Aresta. Licha ya mtindo wake mbaya, urahibu pamoja na ulevi, usaliti, bado alikasirishwa sana na urahibu wa mke wake. Mnamo mwaka 1909 alimpatia taraka mke wake kwa sababu ya usaliti pamoja na ulevi. Baada ya ndoa yao kuwa imevunjika, urahibu kwa mwanamke Rose ulizidi zaidi. Yawezekana ni kutokana na wasiwasi ama mawazo ya kuachana na mume wake. Alipelekwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Baada ya kuwa maachana na kutengana, uhuru kwa mwanaume ukazidi zaidi, kiasi kwamba alitumia madawa ya kulevya katika maisha yake kwa uhuru zaidi na kwa nguvu zaidi kuliko hapo mwanzo, jambo ambalo lilimpelekea Chloe katika shida taratibu bila yeye kujua. Kutokana na maisha yake ghali na maisha ya anasa, ulisi aliyokuwa ameupata kutoka kwa baba yake uliisha taratibu na uraibu wake wa madawa ya kulevya uko umeongezeka zaidi. Mara nyingi alikuwa akitumia madawa kwa ajili ya kutibu pumu, tatizo ambalo alikuwa nalo kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, na daktari wake akawa amempendekezea kwamba anahitajika kuwa anatumia madawa ambayo yalikuwa na asili ya heroini ndani yake. Baada ya Chloe kuwa anatumia madawa hayo, yalimpelekea kuwa tegemezi mkubwa sana wa madawa hayo. Wakati wa vita kuu ya dunia, Aresta aliishi katika jiji la New York. Alipata kipato kidogo sana. Kipindi hiki Aresta alikuwa amefuria kwa kiasi kikubwa, lakini je, pesa alizipata wapi? Inavyosemekana kwamba Aresta kwa kipindi hiki alipata kazi fupi kwa muda mfupi kama wakala wa siri, yani intelijensia ya Uingereza, akiwa katika jiji la New York. Ushahidi wa maandishi unasema kwamba Aresta alikuwa ni jasusi aliyefichuliwa kwenye kumbukumbu za kijeshi katika jeshi la Marekani, ikithibitishwa kwamba alikuwa anafanya kazi na serikali ya Uingereza. Kwa nini alikuwa anafanya kazi licha ya kwamba alikuwa na sifa tofauti katika jamii nzima? Wanasema kwamba alikuwa ni mtu asiyekuwa na sifa nzuri, kiasi kwamba hakuna mtu yoyote ama hakuna afisa yoyote wa kijasusi ambaye angeweza kutumaini kwamba Aresta alikuwa ni snitch ama alikuwa anatumika na nchi nyingine. Hivyo alifanya kazi yake kwa uhuru mkubwa. Chloe mnamo mwaka 1920 alianzisha dini yake yeye mwenyewe aliyoita jina la Abel of Thelema. Aliamini dini hii itakuja kushika hatama duniani kote. Licha ya jitihada zake kubwa sana kuieneza dini hii huko Marekani, matokeo yake hayakuwa makubwa sana kama jinsi ambavyo yeye alitarajia. Katika dini hii, kitabu chao ambacho kilikuwa kikubwa sana kwa ajili ya kueneza mafunzo kwa wanafunzi wake na waumini wa dini hii kilikuwa kinatumika kitabu The Book of the Law, kitabu ambacho maandiko yake yalikuwa na msingi wa giza. Dini hii ilikuwa inampa mtu uhuru kutokana na vikwazo vyake vya maisha ya kisasa, mbali na sherehe chache ambazo zilikuwa zinafanywa na dini hii kwa ajili ya Mungu wao. Mungu wao walikuwa na muamini ni Mungu jua. Waumini wote walikuwa wanaruhusiwa kufuata maslahi yao binafsi. Kama unaona unafaa kuzini, basi zini. Kama unaona kufaa kulewa, basi lewa. Dini hii ilikuwa inampa mtu uhuru huo wa moja kwa moja. Fuata ambacho wewe unaona ni tamaa yako. Dini hii ilipata wafuasi wengi sana huko Ulaya kwa sababu watu wengi walikuwa na shauku kubwa sana la kujifunza mambo ya kichawi. Ibada zao za kichawi zilifanyika kila siku. Kulikuwa na mchanganyiko wa mambo mengi sana, yakiwemo matumizi ya madawa ya kulevya, ngono za makundi. Mnamo mwaka 1923 mmoja wa wafuasi wa dini hii alifariki katika mazingira ya kutatanisha, lakini baada ya uchunguzi ilitambulika kwamba alifariki baada ya kupata maambukizi ya ini. Uchunguzi ukabainisha kwamba alifariki ni baada ya kulazimishwa kunywa damu ya paka. Alilazimishwa kunywa maji machafu. Mke wa marehemu baada ya kurudi London akaamua kueneza habari hizo kwa mapaparazi, na watu wengi wakaanza kujua kinachoendelea nyuma ya dini ya bwana mkubwa Aresta. Gazeti la London kwa wakati huo lilimtaja Chloe kwamba kuwa ndo mwanaume muovu zaidi kuwahi kutokea katika dunia hii. Wengine walimshutumu kwamba
yeye alikuwa anaabudu shetani, na baadhi ya watu walidhani kwamba yeye mwenyewe ndiye shetani. Serikali ya Italia, kulingana na haya mambo yote, ikalazimika kuifungilia mbali dini hiyo, licha ya kwamba dini hiyo iliongozwa na kusimama kwa miaka mitatu tu ndani ya taifa hilo. Abei Thelema hatimaye ilivunjika na wanachama wake wengi walianza kuondoka. Jengo lake lilitelekezwa hadi hii leo. Chloe alirudi Uingereza, akajitenga na umma kwa muda mrefu sana. Mnamo mwaka 1929 alioa mwanamke mwingine aliyekuwa anajulikana kwa jina la Maria Teresa. Ingawa alioa kwa mara ya pili, hii haikumaanisha kwamba Chloe aliamua kuachana na michepuko. Tabia yake iliendelea vile vile. Alitumia siku zake chache katika mji mdogo sana huko pwani ya Strings. Akiwa huko, Aresta aliandika vitabu vichache kufundisha wanafunzi wake kuhusiana na uchawi. Chapisho lake la mwisho lilikuwa linajulikana The Book of Thoth, sehemu ya Torati ambayo bado inafahamika hadi hii leo. Mnamo mwaka 1936 matumizi yake makali ya kifedha yalipelekea kwa kiasi kikubwa sana mali zake pamoja na mapato yake kupungua. Alibakiwa na urahibu wa matumizi ya madawa ya kulevya, akalazimika kutangaza kwamba amefilisika. Akaamua kuishi maisha yake katika nyumba ya wageni, nyumba ambayo ilikuwa ni nyumba ya kupanga ya kiwango cha chini sana cha kifedha kulingana na hadhi aliyokuwa nayo bwana mkubwa Aresta. Kulingana na simulizi, Chloe alipanga katika chumba namba 13. Kwa wale wanaoamini mambo ya kishirikina, namba 13 iliashiria bahati mbaya, lakini kwa Chloe hii ilikuwa ni kawaida sana kuitumia namba hii. Haikuwa shida kwake. Kipindi hiki ni watu wachache sana waliobaki kumtembelea huyu bwana mkubwa. Marafiki wengi walikuwa wamekwisha kumkatia tamaa, walimuona kabisa asingeweza kubadilika, hivyo wengi walimuona kama tayari amekwisha kufa japo alikuwa hai. Pesa zake ziliisha kabisa. Dawa za kulevya zilikuwa zinamsumbua sana ndani ya mwili wake. Tarehe 1 Disemba 1947 saa 5 asubuhi, Chloe alifariki dunia katika chumba chake namba 13 akiwa usingizini. Alifariki akiwa na umri wa miaka 72. Baada ya kifo chake, mwili wake ulipelekwa Woodville huko Brighton. Tarehe 5 Disemba 1947, washiriki walikuwa ni watu 12 tu. Hakukuwa na maelfu ya wafuasi. Alikufa akiwa amesahaulika kabisa kwa kiasi kikubwa na jamii yake. Chloe hakuwekwa kwenye kaburi la kifahari, bali mwili wake uliteketezwa na majivu yake yaliwekwa kwenye sanduku la mbao na kupelekwa kwa rafiki yake aliyekuwa anajulikana kwa jina la Carl Gama, ambaye yeye alikuwa anaishi Marekani. Kulingana na simulizi, baada ya kifo cha bwana mkubwa Chloe, mke wa Gama alikuwa anaitwa Sacha. Baada ya ugomvi pamoja na mume wake, kwa hasira alichukua sanduku hilo lililokuwa na majivu ya Chloe na kulipiga kwenye mti kwenye bustani yao, hivyo majivu hayo yakawa yamesambaa eneo hilo. Chloe hakuzikwa, bali kulingana na tukio hili inavyosemekana, yawezekana Chloe alizikwa haraka bila heshima ya aina yoyote. Hadi hii leo hakuna kabisa jiwe la kumbukumbu mahala popote. Kilichopo ni ardhi ya mtu ambaye anaimiliki huko Marekani, na mwenye ardhi hiyo huwatahadharisha watu wasikaribie eneo hilo kwa sababu ni uvunjaji wa sheria. Vitabu vya mafundisho ya Chloe vimechapishwa vingi sana na bado vina muhimu mkubwa sana kwa watu ambao wanapenda kujifunza mambo ya kichawi na masuala ya giza. Licha ya umaarufu wake, Chloe anachukuliwa na wanasaikolojia wengi kwamba alikuwa na tabia za kujipenda kupita kiasi, hakuwa na huruma na alikuwa anapendelea sana kuwatumia wengine. Wanasaikolojia hao wanathibitisha haya kwa kusema kwamba alitumia mafundisho yake Cloniality kama jina lake yeye mwenyewe, akijilinganisha na Ukristo, yani Christianity na Cloniality. Alijiona kwamba ni nabii wa zama mpya, akawa ametabiri miaka 1000 ijayo kwamba dini yake ndiyo itakuwa dini kubwa sana duniani kote. Aliwaonea wengine kwa ubinafsi wake. Alitumia wanawake, wanaume na wafuasi wake kwa ajili ya pesa pamoja na ngono. Kwa mambo haya wanathibitisha kwamba bwana mkubwa Chloe hakuwa na huruma ya aina yote. Alipoteza watoto wake wote kwa sababu ya ulevi na matumizi mabaya sana ya madawa ya kulevya. Lakini licha ya kwamba watoto wake wote walipotea mbele ya macho yake, hakuonyesha majuto hata kidogo. Licha ya Aresta, watu wengine hawataki kumkumbuka, lakini yeye atabaki kukumbukwa na watu wenye mapenzi ya giza, watu wenye mapenzi ya uchawi. Usiache kusubscribe, like, comment kwa stori nyingi kama hizi.